Soma kitabu cha Ufunuo wa Yohana ile sura ya 3 na ule mstari wa 20. Tazama, anasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo anasema ya kwamba tazama, niko mlangoni nabisha hodi. Mtu akisikia sauti yangu, nitaingia kwake, nitakula pamoja naye, naye pamoja nami. Nami nataka nikwambia mtu wa Mungu, sasa tazama, Yesu anabisha hodi katika mlango wa moyo wako, akikutaka utubu, kama ilivyoandikwa ya kwamba tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Nami nataka nikwambia mtu wa Mungu, Mungu ni mwingi wa rehema, Mungu ni mwenye msamaha, Mungu ni mwenye huruma. Yeye anasamehe dhambi, kama ilivyoandikwa kile kitabu cha Kutoka ile sura ya 34 kuanzia mstari wa 6 hadi mstari wa 7 inasema, Bwana Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli. Nami nataka nikwambie mtu wa Mungu, Mungu ni mwenye rehema. Yeye anaweza samehe dhambi zako, yeye anaweza samehe uovu wako, yeye anaweza samehe makosa yako. Haijalishi umefanya dhambi kubwa kiasi gani, lakini unapomgeukia Bwana na kuomba toba, yeye Mungu anasamehe, yeye Mungu anarehemu, yeye Mungu anaachilia. Mungu si kama wanadamu. Nami nataka nikwambie, bado una nafasi ya kutubu dhambi zako, bado una nafasi ya kumgeukia Bwana, bado una nafasi ya kumwambia Mungu nisamehe, ya kumrudia Bwana tena, kwa maana wakati ni sasa. Huwa ni wakati wa kutengeneza na Bwana. Maandiko matakatifu yanasema, hii ni sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Nami nataka nikwambie, wakati ni sasa ya kuyanyosha mapito ya Bwana kwenye maisha yako. Wakati ni sasa wa kutengeneza na Mungu njia zako. Kitabu cha Yakobo ile sura ya 4 ule mstari wa 7 mpaka wa 8 anasema ya kwamba mtini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia, mkaribieni yeye nanyi atawakaribia ninyi. Nami nataka nikwambie mtu wa Mungu, shetani anaogopa utii wa Mungu kwenye maisha yako. Unapomkaribia Mungu, shetani anakuwa mbali na wewe. Unapomsogelea Mungu, shetani anakuogopa. Wakati ni sasa ukaribiane na Mungu kwa mahusiano yako, kwa mahusiano yako. Tengeneza na Bwana. Wakati wa matengenezo ni sasa, wakati wa toba ni sasa, wakati wa kitubio ni sasa. Kwa maana maandiko yanasema ya kwamba, kwa maana hamjui siku wala saa atakayokuja Bwana wenu. Wakati ni sasa uweze kutengeneza maisha yako na Bwana, kwa maana haijulikani atakuja asubuhi ama atakuja mchana ama atakuja jioni. Nami nataka nikwambie mtu wa Mungu, unasubiri nini sasa? Maisha yako ni ya muhimu sana kuliko mambo ya duniani. Yesu akasema ya kwamba utafaidiwa nini ukiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yako? Wakati wa kuwekwa salama ni sasa, na Yesu amekwisha sema, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Hautaweza kwenda mbinguni, hautaweza kuwa na uzima wa milele pasipo Kristo Yesu. Yesu Kristo yeye ndiye uzima wa milele, ndiye uponyaji.